kwake. Natamani kufahamu ilikuwaje kuwa, yani maisha yaliendeleaje? Yani mtoto mimba manake alikuwa analea kama kawaida? Mimba alilea sana, tukakaa zaidi ya miaka 3-4. Maana mwaka sasa mtoto kashazaliwa. Tukaenda miaka 3-4. Alikuwa wa jinsia gani? Ni mtoto wa kiume. Wa kiume. Yeah. Mtoto wa mama. Kweli mstiri wangu. Tumekenda kama miaka 3-4, mtoto ameshakuwa miaka 4 anasoma. Unajua sasa hizo tunawaisha shule, watoto wanazaliwa na akili nyingi sana. Na pia hata ubizi wa kazi, mnapenda sana kuwa free siku hizi. Hamtaki kuwalea. Kwa mama kidigitali. Mnawatelekeza shuleni. Yeah. Miaka miwili anaenda kujifunza nini? Ifo hapo. Tumeenda baadaye sasa. Na siku nimeamka. Tayari hapo mtoto amekuwa kwa shule. Nimeamka nikakutana na pete juu ya dressing table. Nikasema jamani, mume wangu anataka aniveshe tena pete au kaninunulia kwa ajili yangu? Ilikuwa ni pete tu ya kawaida uliiona? Ni nzuri, inang'aa, inashawishi kama dhahabu fulani. Mimi nani nisiitie katika mikono yangu? Mimi ningeichukua. Kavaa. Unajua dada kwa kujishow off. Wapi Snapchat mimi? Pete mkono. My man. My man. Nikafika na mashoga zangu wanakujaga dukani, unapiga story, ngambia jamani, oneni mume kafanyaje? Kaninunulia pete. Wakati huo manake biashara zinaenda kama kawaida, wateja wanajaa vile vile. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwenye swala la biashara. China kama Kariakoo. Hapo. Yani bye. Mapema. Mama ananiambia umespend sana. Yeah. Yani katika kulala alijua. Umevaa pete, unaonyesha marafiki zako Snapchat si wapi, wa TikTok huko live nini. Mume wangu hana 1 wala 11. Manake alisahau. Haikuwa yangu ila yeye alifanyaje? Alisahau. Manake kwa kipindi chote alikuwa anavaa mwenyewe pete. Ila mimi sijaifanyaje kuiona. Ndio kuiona kabisa. Nikajua tu labda mwanaume wangu tu ameamka ameniwekea pale, nikiamka nikijiandaa nifanyaje? Vai. Kama surprise fulani. Nikarudi bwana usiku nyumbani na furaha. My man. Baba ndio huyu mwenzenu. Mume wangu wao pale. Vipi safi, pole za kazi. Mpaka unarudi nyumbani kwa wakati huo alikuwa hajafahamu chochote. Hakuna chochote kile. Wala kuhisi chochote. Wala kuhisi chochote kile. Nikamwambia baby, how I look? Unamwonyesha. Ile how I look jamani. Nilikuta banzi. Kanajiuliza, kwa nini anipige? Inakuaje? Kuna mwanaume kajawa na jazba. Kashabadilika. Baba mbogo, unapenda sana kujamlia mambo yako wewe. Kila unachokiona wewe kwako ni mwilini. Unajua nini niko? Kabadilika kabisa. Nani aliyekwambia ubebe? Nikamwambia sasa mume wangu, umeelekea juu ya dressing table, nimekuwekea wapi? Anakuambia nani? Una uhakika gani kama hicho kitu ni cha kwako? Mimi samani zikawa nyingi. Mtakuja kufa kwa vitu vyenu vya kielele wanawake. Unajua hiki ni nini hiki? Shabadilika. Jamani, nilipigwa. Pigwa, vua. Natoa baba kitu akitoki mkononi. Ng'ang'ania. Vuta na wewe. Ndio kuja kunivuta kwa nguvu mpaka kitu kikaanza kufanyaje? Kuvilia damu vile. Ni kama kimebana. Ikatoka. Wakati huo mchana kilikuwa safi kabisa. Haina shida. Baada yule baba tukuiona. Kashesh. Mabadiliko. Yakaanza. Yeah.
tukalala usiku mara mauzauza. Maanake hapo nataka kufahamu mtoto alikuwa na miaka kama mingapi? 4 na 5. Bado mdogo. Kati mtoto amelala Haelewi chochote. Malaika wa Mungu. Na bora hata alilala, maana mama yake kudhalilika kupigana mbele ya watoto fedhea. Tumelala mara mwanaume anaota anakimbizwa. Niacheni. Anaongea mpaka hivi kawaida. Huyu ana nini? Ndo baadaye akili inanijia, naanza kujumlisha matukio, udi, maandishi ambayo yaeleweki, kuwa na kaniki. Mara napigiwa simu, gari ulopakia ambao nimepata ajali. Siku moja hiyo. Kesho yake hiyo. Tumekaa wiki. Baba anaumwa hadi kusimama hawezi. Tumepukutika. Kajua labda ni pressure za ile gari na mzigo aliokuwa amefanyaje? Pakia. Kidogo akakaa sawa. Dukani sioni wateja. Nikaanza kufilisika. Ndugu mwandishi, mambo akarudi nyuma. Ghafla vinivuli baba akafariki. Kabla hajafariki akanambia, mke wangu, umekosea sana. Mimi mali zangu hazikuwa za halali. Nilichanganyikiwa sana. Kaambia, mbona ukusema? Ungeniambia basi tupambane kwa uhalali, kwa sababu mwisho wa shirki ndo kama hivi. Samehe mke wangu. Yuko hoi wakati huo. Nikasema haya, mimi saizi napeleka wapi sura yangu? Ushazoea maisha mazuri. Acha tu ndugu yangu. Kwa yule baba alivyofariki, mali zikapotea, mauzauza. Mpaka leo na genge langu nauza nyanya. Maisha kaporomoka. Pole. Pole. Asante sana. Pole sana. Maisha yameshaporomoka. Umerudi, umeanza mwanzo. Umeanza zero kabisa. Maisha yapoje kwa sasa hivi? Kiukweli maisha ni magumu. Napambana kulea mwanangu mwenyewe. Pole. Ila namshukuru Mungu niko hai. Napambana, nafikia malengo pia. Kwa katika zile mali zote ambazo alikuwa nazo hakuna iliyobaki mpaka sasa hivi? Labda mtoto. Ndio kumbukumbu niloachiwa, hakuna kingine. Pole. Asante. Kwa maana alikufa na mali zake zote. Tulipotea. Pole sana. Asante. Una nini cha kuwashauri labda wanaokusikiliza, watamani kuwaambia chochote tu? Napenda kuwaambia jamani, cha kwanza tusipende maisha ya luxury, ili tujifunze kupambana. 3, tusikurupukie watu ambao wana pesa. Jitahidi kutafuta mtu wako ambaye ana hali ya chini, mkapambana wote, mkafikia malengo. Pia tusipende vitu vya haraka. Means ushirikina. Mali zipo. Mali zipo na zinatafutwa. Pambanaji wako tu. Pole sana. Asante. Bwana mtazamaji wangu, tulikuwa tunapiga story na mwanadada hapa. Tumejua vitu vingi, of course tumejifunza vitu vingi. Najua kuna vitu ambavyo utakuwa umevichukua hapo vya kujenga, vya kuelimisha, vitu kama hivyo. Na vitu kibao. Binafsi nikutakia siku njema. Nakuja kukupa muendelezo bwana, story hii hapa, story ya kusisimua kweli kweli.